Mgogoro wa kivita nchini Sudani unavyosababisha janga kubwa la kibinadamu nchini humo. Katika miaka ya hivi karibuni, dunia imeshuhudia wimbi kubwa la mapigano nchini Sudani. Mamia kwa maelfu ya watu wakipoteza maisha, wengi wakihama makazi yao na wengine kukumbwa na janga kubwa la njaa. Vita hivi ambavyo vimeshika kasi kadri siku zinavyoenda imesababisha hali ngumu ya maisha nchini Sudani. Tangu nchi hii ipate uhuru miaka 1950 imekuwa katika wimbi kubwa la mapigano yasiyoisha. Lakini tangu mapinduzi ya kijeshi mwaka 1989 chini ya utawala wa Omar al-Bashir, Sudani imekuwa katika hali ngumu ya kivita. Miaka 30 ya utawala wa Omar al-Bashir kuanzia mwaka 1989 hadi mwaka 2019, dunia imeshuhudia maumivu makali kwa Wasudani. Mvurugano huu ambao ulitokea nchini Sudani katika miaka ya utawala wa Omar al-Bashir ulisababisha kutokea kwa taifa la Sudani Kusini mwaka 2011 Julai 9. Lakini tunachokiona sasa kimesababishwa na nini hasa? Pengine watu walijua kwamba kuwepo kwa taifa la Sudani Kusini mwaka 2011 kungekomesha mapigano nchini humo. Mwaka 2017, Rais wa Sudani Omar al-Bashir alimteua Mohamed Hamdani Dagalo kwa kiongozi wa kikundi cha Rapid Support Forces ama RSF, kikundi cha kijeshi ambacho kiliidhinishwa rasmi mwaka 2013 kuitwa RSF kutoka jamii ya Janjaweed nchini Sudani. Baada ya kuteuliwa kwake kuwa kiongozi wa RSF mwaka 2017, mwaka 2018 Omar al-Bashir alimteua Abdel Fattah kwa kiongozi wa jeshi la Sudani. Baada ya kuondoka madarakani Omar al-Bashir, serikali sasa ikawa chini ya utawala wa kijeshi ukiongozwa na Abdel Fattah akisaidiwa na Mohamed Hamdani Dagalo ambaye alipewa jukumu la kuongoza kundi la kijeshi la RSF. Baada ya miezi kadhaa mapinduzi kufanyika, serikali ya mpito ilitengenezwa na mwaka 2021 mapinduzi ya kijeshi yaliyoshindwa yalifanyika mwanzoni kabisa wa mwaka 2021. Mapinduzi hayo yalifanywa na wanajeshi ambao walikuwa wanamuunga mkono Omar al-Bashir ambaye alikuwa amepinduliwa mwaka 2019. Sasa mwaka 2021 Oktoba, Abdel Fattah akisaidiwa na Mohamed Hamdani Dagalo walivunja serikali baada ya kuona kwamba kuna mambo yalikuwa hayaendi vizuri. Sasa nchi ikawa chini ya utawala wa kijeshi tena. Mwaka 2023 ulitarajiwa kuwa mwaka wa uchaguzi nchini Sudani, ambapo utawala wa kiraia na demokrasia ungerejeshwa nchini humo. Lakini kabla mwaka huo haujafika na uchaguzi haujafanyika, kuna mambo hayakwenda vizuri kati ya hawa wawili, Abdel Fattah na Mohamed Hamdani Dagalo. Abdel Fattah alipendekeza kuwa RSF, Rapid Support Forces, ambayo ilikuwa ikiongozwa na Mohamed Hamdani Dagalo, iungane na jeshi la Sudani ambalo linaitwa SAF. Na mchakato huu kutokana na Abdel Fattah alisema kuwa ufanyike ndani ya miaka miwili tu basi, RSF iwe chini ya jeshi la Sudani. Yeye alikataa, akasema kwamba hali hiyo haiwezi kufanikiwa. Mchakato huu unapaswa kufanyika baada ya miaka 10. Wawili hawa wakatofautiana katika suala zima la kuunganisha majeshi, na mwaka 2023 April 15 vikosi vya RSF vikaingia mtaani katika mji mkuu wa Sudani wa Khartoum na kufanya mashambulizi dhidi ya raia. Baada ya tukio hilo, kiongozi wa jeshi la Sudani Abdel Fattah, ambaye pia kwa sasa anatambulika kama rais wa Sudani, akatangaza vita na kundi la kijeshi la RSF kwa kudhani kwamba na kudai kwamba wanapinga usaliti ambao umefanywa na kundi la RSF. Mapigano yaliendelea kwa kasi zaidi katika mji wa Darfur na sasa yameendelea zaidi katika maeneo ya El Fasher nchini Sudani. Maelfu ya watu wamepoteza maisha, wengi wameyakimbia makazi yao kwa kuogopa mapigano. Lakini janga kubwa la njaa limeikumba jamii ya Sudan kwa sababu wengi hawana chakula,
kwa sababu ya mapigano hayo. Jumuiya ya kimataifa imekuwa ikitafuta namna ya kuweza kusaidia mgogoro huu kuweza kuwa sawa, lakini juhudi zake zimekuwa zikigonga mwamba, na kuna tetesi kuwa huenda kuna mataifa ya Kiarabu yamekuwa yakisupport kwa namna moja ama nyingine nyuma ya pazia kusaidia vita hii iweze kuendelea. Unafikiri nini kifanyike kusaidia kupunguza mzozo huu ambao maelfu ya watu wanateseka nchini Sudani, wengi wao wakiwa hawajui kesho itakuwaje?